nyimbo za gospel, anaitwa ni Speedix Speedo, na tutaweza kumpigia simu in a few, alafu tutaweza kujua namna gani bana huyu jamaa, vipi maswala yako namna gani na anasemaje, na tutaweza kujua kwamba mambo yako namna gani katika upande huu, tukaweze kujua kwamba anatupata kutoka maeneo gani, alafu vile vile atatuambia kuhusu the journey ya music yake kidogo, alafu tutaweza kuendelea. Unajua ni vizuri tuweze hebu nitafuta hapa na tafuta namba yake, alafu tukaweze kumpigia katika asubuhi ya leo. Anaitwa Speedix Speedo. Speedix Speedo. Kama unataka naona kwamba producer kuna kitu atahitaji pale, na ndicho ninajaribu akaweza kukipata this morning. Najua kwamba tumlechelewa kufanya hivyo, lakini tutasababisha ikuwe hivyo tukishaanza maongezi. Ataweza kuiweka pale picha yake, itaweza kuonekana kwa screen, ndipo ukue kwamba unajua yule ambaye picha ni nani. Muona live siku hii ya leo, na hebu tukaweze kumpigia simu one on one, tujue kwamba anatupata kutoka maeneo gani, and again atuambie story fupi kujihusu. Atakuwa imeenda shwari kabisa. Hebu tukaweze nimeona namba yake hapa, tutaweza kumpigia 1 2 3, tukaweza kujua vipi ndugu yetu yuko eneo lipi. Lakini najua kwamba nikimpigia hivyo inaingia kabisa, inaingia hiyo, haina shida. Tuna shida kabisa. Yes, Speedo Speedix. The miracle boy, that is my name. Yes, vipi bana? Nakuwa vizuri tena sana, nashukuru bwana. Uko mzima? Uko mzima, nashukuru. Tuko wazima pia. Leo tumekupigia ile inaitwa surprising call ama unexpected call. Maana mtanifanyia vizuri. Tunasema lazima tupigie mtu wakati wowote na saa yoyote, bora tu tunasikia ako mzima na ameokoka. Hallelujah. Uko mzima lakini? Niko mzima ndani ya Yesu, nashukuru sana. Ndio. Na Mungu ametujalia siku nyingine, tunabudi na kushukuru. Amen. Unaongelea wapi bana? Niko in the capital city of Kenya. The capital city of Kenya? Yes. Nimekuja hapa kufanya mitatu. Ndio. Tumekuwa na jazz festival ikiendelea, na unajua sisi watu wa kupuliza. Ndio. We do here and there, so we need to do something. Yeah. So tumekuwa tukitumatuma leo tunamaliza. We are making plans tuone na kwa vipi. Sasa hapo kuna kibaridi kama kisi, ndugu yangu, hapa kibaridi kinatupikimbisha vibaya. Nafikiria sisi tuko mlimani, nyinyi mko sisi ndio tuna baridi nyingi sana. Na unajua bora ile kule ndio kuna mvua. Sasa hapa kuna baridi ambayo haina mvua. Baridi ambayo haina mvua. Jamani, kibaridi ambacho hakina mvua. Jamani, tangu asubuhi mpaka kuchele jioni, tangu mchana mpaka jioni mpaka nimevaa t-shirt jamani. Tena si moto. Kama mbili kuendelea. Ni mbaya. Lakini tunashukuru tu, Mungu ni mwaminifu. So watu wangependa kujua huyu Speedix ni nani? Kidogo tupe sauti bana. Mimi ni msanii. Ndio. Ambaye ameokoka. Yes. Ninampenda Yesu, na pia nimekuwa nikifanya muziki for over 10 years, tuseme sasa hivi. And I'm also a trainer. Mwenye pia nifanya course ya utangazaji. Ndio. Labda tuseme mimi ni mwanamuziki, trainer, majorly instrumentalist, mtangazaji. Yes.
Na sasa wanauliza, sasa tuna uwezo wa kusikia ni Speedix, lakini jameni, sasa si apige sauti kidogo tusikie ni yeye mwenyewe. Akiwapiga sauti kidogo tusikie. Apige music kidogo tusikie kwamba ni jamaa ni mwenyewe bana. Aha. Tupige gani? Tupige gani? Aha. Najaribu kuangalia pale katika zile zangu. Najua kuna ile ambayo tunaipenda sana na huwa mara nyingi ninaicheza kwa show yangu every morning. Ipi ndugu yangu? Timorosa. Bokora maya. Mhm. Timorosa. Bokora maya. Oyo miso yora yekero bimeka. Aye osimeka maya. Oyo miso yora yekero bimeka. Aye osimeka maya. Yagere kerayo raje kubeka. Dora ge samaya. Yagere kerayo raje kubeka. Dora ge samaya. Kila matendo kidogo bila kupotea chini ya mtu mmoja. Mbaya. Mbaya kabisa. Ni nzuri. Ni nzuri. Sijui nisema nini lakini umeguza hiyo ya mwisho nikakumbuka you are the rap master. Ulianzia music wapi ndugu yangu? Na nilikuwa napiga rap miaka fulani nikianza kipande 2013. To 2013 I was doing rap kwa sababu nilikuwa napenda rap in those days. Ndio. But ikawa ndio nimepiga lakini most of my fans wakaniambia kwamba they love mostly how I sing than how I rap. So niko na some few songs ambazo nimefanya rap but I better sing than I do rap. Amazing. Naambia kuna jamaa hapa ananiambia unajua huyu Speedo bana tulisomanga naye na alikuanga mzuri sana. Ako nyuma ya hii inaitwa nyuma ya ni kama director siku ya leo. Okay. Anaitwa unajua kijana anaitwa Fred Omwenga. Anatoka pale Irianyi Full Gospel. Anawezekana walifahamu, unajua miaka hiyo wale tulifika kustarabu kilozi. Wale ambao tulikwenda kustarabu kilozi ya tupata kujuana. Ndio. But it's very much possible that we were together in the same institution. Because kuna time tumesoma in an integrated school na tulikuwa na watu ambao wanaona na tuone. So hapo wale walikuwa close sana ndio. Naweza kumbuka la pengine siku ile tutakutana. Naweza kumbuka lakini ile jina ni familia. Alright. Sasa mtu anaweza kuwa anasumbuka sana kimawazo, anasema sasa mimi sijajua huyu Speedix historia yake bana. Hebu tupe historia yako fupi kuhusiana na maisha yako ya music industry na vile maisha mbali na industry. Hebu tuambie, tupe hadithi kujihusu wewe ndugu yetu. Ya Mungu. Okay, mimi ni mzaliwa wa kwanza. Ndio. Watoto wawili. Na nilizaliwa kwa kijiji kinaitwa Mamoreso Iparejambili. Ndio. County. Na pia mimi ni kijana ambaye hana uwezo wa kuona. Nilizaliwa katika hii hali ya kutoona. And nilikuwa hiyo hali for let's say all of my life. Huwa wanasema nilikuwa nifanyiwa operation daktari alipochelewa. Ikawa ndio hivyo sija manage kuona, so nimeishi maisha hiyo all alone. Ndio. Yeah, so most of my time nilikuwa pale hivyo nikapelekwa shule. Nikasoma pale mpaka
then I schooled in high school in Technical School for the Blind. Ndio. Ndoto zangu za utangazaji tangaza kidogo, and then kidogo nikajipata nikifanya music kwenye academy school moja inaitwa Sauti Academy. Hiyo niliendeleza tasnia yangu ya kufanya music writing and training. Lakini mambo ya kuimba nimekuwa nayo kuimba tangu nikiwa mtoto. Mpaka kufika mwaka wa 2012 ukianza kuisha mwaka wa 2013 ukianza ndio nilianza kufanya recording. Ndio. Kwa ufupi huyo ndio Speedix. Wow, amazing. Kwa ufupi huyo ndio Speedix. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama, every time I salute my mom because she's the one who brought me this far. Na amenifanya nimekuwa the Speedix that I am today. Kabisa. Amazing. Naona kwamba hii masaa ni nzuri sasa ya kutuambia music journey imekuaje, ulianzaje? Wewe ni yule ambaye kidogo ulianza kuimba mara moja na sasa songs zikahit, ama ulienda tu kwa studio mara nyingine ukakataliwa ukaambiwa sauti yako haisikiki, si mzuri? Tuambie ndugu yangu. Music ndani yangu mostly nikiwa shule. Ilikuwa mentor vizuri. Most of the times ningeimba nikiwa shule. Lakini nilipoanza kwenda recording studio kulikuwa kunafanyika most of the rap contest hiyo miaka. Ndio. Na I remember one of the companies ilikuwa inaitwa KBM Records, tulifanya their talent search. Nika win one of their recording deals kwa sababu mtu alikuwa anashika katika recording deal. Ndio. And then after hapo unaenda unashughulika kiasi, wanakusaidia studio na record, unamaliza. So that's nice, but I managed to record my songs. Mimi nasema sikushuhudia hiyo hadithi ya ukienda studio naambiwa wewe bado hujaimba usikuje nini, but I can say my first song got it. With time niliendelea kuimba vocals. Unajua most of the times ukienda studio unapata labda utajua mambo ya vocals vizuri. Unajua I really thank God for who happens to be my brother and my first co-musician who took me and introduced me to Dr. B the very, very first time, who was my producer. Na nikapelekwa pale, naanza safari yangu ya muziki. I started recording, tukafanya song ya kwanza pamoja na Bon B. And then I started doing my own songs hapo katikati. And my journey has been that way. But was 2017. Ndio. Just watu wanaweza kutambua Speedix because that's when I did the first hit song. Nilienda viral, inaitwa Bwiriri. Bwiriri. Yeah, that's when I did Bwiriri, the first hit song. That's when now watu wetu wa Cape Town waliweza kutambua kipawa ambazo kuna ya muziki. Unajua tunaweza sema Bwiriri na mtu kidogo ajui Bwiriri inaimbwaje bana. Tupe tune. Abasoma katika mangana kamje bitinda sasa bitabana ogibo kuya kwanze komorora ajaja uya kudorora amoyo mukimana kingende omete omojire ne kingende atene chona alora kigaragere mongere ere mana komotere ebyetabirana birere bwere nyine nchara nabo ekobera bwere abata kwanda bo bakobera bwere kigira nabo kikobera bwere. Nakwambia unanikumbusha habari hiyo eti napeko Bwiriri. Nakumbuka habari ya yule ambaye alikuwa anaitwa Esau, njaa ilimkula sana akasema subu. Nipe subu.
ndio akauza baraka zake. Akasema bana, hata kama niyo urithi bana, mimi ni wacha ikae enjara nembe. Wow. Lakini hebu tukuulize bana, ni kitu gani huwezi sahau kwenye maisha yako ambacho umepitia hasa kwenye industry hii? Moja ya vitu ambavyo siwezi sahau ni kutokubaliwa ama kutapewa opportunity. I remember when I began to nilikuwa naenda not to every event, nilikuwa naenda kupokelewa. Kuna zile event ningeenda unapata yule MC ambaye MC event kitu ameona tu ni kwamba sioni. Ndio. So kulikuwa na a lot of stigma hizo times. Unaenda hapo unafika unaomba nafasi ya kuimba, alafu unasikia na unauliza amerekodi na yeye mwenyeoni atatuimbia. Those are fun struggles ambazo nilikuwa napitia nikianza muziki. Ndio. And then pia kitu kingine siwezi sahau ni kwamba I really suffered a lot, kwa sababu unajua hiyo time ilikuwa ile miaka ya kuuza CD. Ikianza CD bado ilikuwepo. So ilikuwa na changamoto sometimes, unapata nyumbani hakuna chakula, biashara labda ya wazazi haijafika, you have to go uende utafute church Sunday, church the other Sunday, at least angalau upate kipato. Those were some of the struggles ambazo nilikuwa nazo, na mostly ikiwa niko aligned in the financial challenges also. Because when I began, I didn't know nobody, because sinaweza approach nani and record, sinaweza approach nani and shoot video. Those were the challenges, because pia nilikuwa clean in this industry. But where I can say God has been faithful, because with time nimeenda nikilearn, and with time nimeenda next steps. Kabisa. Yes. I know kwamba after that story, najua saa hii watu wanaweza jiuliza sasa, kwa sababu ulifunzwa kukataliwa kwa stage, watu wanasema utaweka recording ya matero mbio. Watu wanaweza taka pia kujua, jameni, sasa you Speedix bana, kama alizaliwa Kisii na saa hii ako Nairobi, anafanya nini Nairobi? I'm participating a volunteer ministry katika organization inaitwa Africa Ability Trust. Ndio. Africa Ability Trust ni organization ambayo ina watu wenye ulemavu na ulemavu. Ndio. We go to churches, schools and societies. We educate people about civilization. Ndio. And inclusivity, kwamba watu wenye wako na ulemavu wanaweza ishi na watu wa kawaida. Na pia tunajaribu kuonyesha on how you can accommodate anyone living with disability. For example, unajua ina wachache tunapata kama unaweza pata church kubwa iko na watu wenye hawana uwezo wa kusikia, lakini pastor haja consider kuwa na interpreter wa sign, so that wakati inaendelea ule mtu mwenye ni deaf hapiti. So we are working, tunashughulika na organization. I'm here as one of their volunteers. Tuko pia na band ya watu ambao hawana uwezo wa kuona. So every time we go to churches and schools and places, tunahubiri hiyo injili. Kando na hayo, niko Nairobi kwa sababu ya muziki. Ndio. As well as you can understand some of you unajua mtuizi. So niko Nairobi because of the ministry, pia kucheza saxophone, kutrain watu kuimba hapa kule. That is what I'm doing. And maisha tunatoka pole. Of course, ndio nimekuja like ndio nimeanza kushika the market of Nairobi pole. Ndio. So I'm trusting for a better growth. Amazing. Yes, I am. Safi kabisa. Lakini sasa tumeona kwamba hii ndio ya mwisho kabisa. Tumeona kwamba umepiga hit song hivi karibuni, and sijui kama ulipigia Kisii ama ni wapi, lakini it's one of the good songs ambazo tumeona wewe na dada fulani na Bon B, Magi na Bon B. You can talk about the song, alafu
tukaweze kukuachia nafasi uende kazini bana. Asante sana. Hatima ni one of the songs that I wrote in the year 2024. Ndio. One of the wakati Bonzi alikuwa kufanya album. Actually Bonzi baada ya is one of the brothers to me na Exodus as I mentioned earlier. Ndio. Na in the year 2024 I happened kuhusika katika uandishi wa albamu yake ilikuwa inaitwa The Return of the King. Maana alikuwa amekaa nje ya muziki kwa muda mrefu. And so when he was doing that, Hatima happened to be one of the songs ambazo alisuggest iandikwe, so we wrote the song. Na tukaenda studio, we did the song in that's the same year 2024, mimi Maji pamoja na yeye. Maji akifanya uandishi wa the second verse na nikifanya uandishi wa the third verse. Tukauimba wimbo huo, tukaurekodi, lakini ikawa ndio hivyo kwa sababu ya kipato, tukarelease album. Then ikawa imebaki sasa kuanza kuiachilia video pole pole kwa sababu ya kipato, tukawa tunaenda pole pole. Na so huu mwaka wa 2026 ikawa kwamba lazima tuachie wimbo kwa sababu tulikuwa tumeona umekawia sana na unapendwa na watu wengi. Yeah, so tulifanyia we did the audio in Kisii and the video too. And finally last month tukauachia wimbo hewani. Yeah. Yeah, so Hatima is one of the best songs that tungependa kuambia mafans wetu waende wa subscribe kwenye wimbo huu kwenye channel ya Bonzi. And of course kwenye channel yangu pia you can follow and other areas so that you are able to kupata wimbo huo. Yes. Safi kabisa, tumeshukuru sana. Lakini jambo moja tu kwa yule ambaye kidogo amekusikiza na hata amesikia kazi yako, muziki iko safi kabisa, anaweza kupata wapi kwa YouTube na masuala mengi kabla hiyo ni njia moja ya kusign out? Maybe I say ningependa kushukuru sana mafanzi wangu wote ambao wamekuwa mkisupport. Na ningependa sana kuambia kwamba you keep supporting Speedix music. I have a lot of visions na ningependa kufikia watu wengi. Lakini the only way mnaweza kunisaidia kuwafikia support. So na kama kuna mtu ako pale nje, labda mtu anaishi na ulemavu ama ni mtu mlemavu ama ni mtu mwenye anaishi na mlemavu, ningependa kuwa encourage kwamba take care of those people. Na kama wewe ni mlemavu, usikate tamaa, because God akona reason ya kukufanya ukue vile uko. To push on with whatever God ameweka in your life. Sure. And automatically you can make it. Kwa wale wenye wanataka kufanya music na wangependa ku-enroll my classes, of course you can reach out. Unaweza tafuta Facebook. Naitwa Speedix Omurwa. YouTube yangu ni Speedix Music kwa wale mngependa kuwatch ngoma zangu, watch some covers. TikTok naitwa Muziki. Instagram naitwa Speedix Omurwa. Yeah, so ukinitafuta pale Speedix yako iko na SPDX, ukinitafuta pale utakuwa unaweza watch my music na pia unaweza follow, watch, like and subscribe as well. Ndio. Yes. Shukrani kabisa ndugu yangu, mimi nakutakia heri njema. Nairobi tukikuja, nimesikia kwamba kuna ile event iko Sato, siongei sababu siwapigi biz hapa. Kuna ndugu ni producer atakuja Nairobi, nitampea namba akutafute, alafu unajua akikuwa na wewe atapata free entry. Sasa achangamka kutafute bana. Muhimu sana. Shukrani sana, tumeongea na wewe, tunashukuru pia. Tutaendelea kuwasiliana na Mungu akubariki, akutende mema in the course of the day. Tunakuombea mazuri kabisa ndugu yangu. Amina sana, nashukuru sana kwa kunihost siku ya leo. Asante sana. Thank you so much. Right, huyu amekuwa ni yule ambaye tunamuita ni Speedix Spido ama Speedix Omurwa, the miracle boy vile anavyosema. Tumefikia pale, najua kwamba mengi